kwa kizazi hiki cha leo, kwa kizazi cha leo, anayeweza kuomboleza, hata mama mapya yakazaliwa, anayeweza kuomboleza, hata watu wakafunguliwa na kuokoka, anayeweza kuomboleza, hadi mambo ya Mungu yakasonga mbele. Kuna kitu cha kimungu huko ndani, lazima atamsha watu kuomba. Kwa hiyo anaweza kuamsha wao au akaamsha watu wengine. Lakini ukiona Mungu ameingilia kati mahali, uwe na uhakika kuna maombi yametangulia. Na mimi nitakusemesha mambo haya kwa mifano kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Katika kile kitabu cha Yeremia 33. Katika kitabu cha Yeremia 33. Mstari wa kwanza na watatu. Mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa tatu. Ukipata nafasi unaweza kuendelea kusoma wa 4, wa 5 na wa 6. Lakini ningetaka uone kitu katika hii mistari mitatu muhimu. Mistari mitatu muhimu. Mistari mitatu muhimu. Kitabu cha Yeremia 33 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Utaona Biblia inasema hivi. Tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake asema hivi, Bwana ndilo jina lake asema hivi. Ule mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo magumu, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mstari wa kwanza anasema neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili. Likamjia Yeremia mara ya pili. Neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kama lilimjia Yeremia mara ya pili, lilimjia Yeremia mara ya kwanza. Tuko sawa sawa? Likamjia mara ya pili kusema. Kwa hiyo lilimjia mara ya kwanza likasema alichosema, alafu likamjia mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaposema neno la Bwana lilimjia Yeremia, maana yake maelekezo ya Mungu yalikuja moja kwa moja kwa Yeremia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yalimjia mara ya pili akiwa katika uwanda wa walinzi, Yeremia akiwa amefungwa. Huko ndani ya kifungo neno la Bwana likamjia. Neno la Bwana likamjia kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake asema hivi. Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe. Ni jambo lipi sasa hilo? Ambalo Bwana alikuwa analitenda, Bwana alikuwa analiumba, na Bwana alikuwa analithibitisha. Ni jambo lipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo hili ya kwamba Mungu alimwambia Yeremia. Alimwambia nini? Alimwambia kwamba nitamuita Nebukadreza kutoka Babeli, naye atakuja ataipiga Yuda, na Yuda itaenda utumwani, na Yuda itaenda utumwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa anaposema Bwana aliumbaye jambo hili ili athibitishe, wakati Mungu anazungumza na Yeremia, alikuwa anamwambia jambo lenyewe ni Nebukadreza, taifa lile lenye nguvu na mfalme wao mwenye nguvu. Mungu alimtoa kutoka mbali akimuita mtumishi wake ili aje mpaka Yuda, na akija mpaka Yuda haipige Yuda, kwa sababu Yuda imeasi. Yuda wamefanya uzinzi, maana yake wameabudu miungu mingine, na Mungu alikuwa anawapeleka utumwani ili kuadhibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa anaposema neno la Bwana lilimjia Yeremia mara ya pili, maana yake mara ya kwanza alipewa hilo neno kwamba nitakuja, kwamba nitaita, hilo taifa linakuja, nalo lina nguvu, na atakayejaribu kushindana naye wataangamia kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Mstari wa 3 ndio naona anamsemesha kitu kigumu sana. Anamwambia niite nami nitakuitikia. Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha jambo la kwanza, mambo makubwa, mambo magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize. Anaposema niite nami nitakuitikia, maana yake Mungu alikuwa anamuita Yeremia kwenye maombi. Tuko sawa sawa? Na wakati huo Mungu anamuita Yeremia kwenye maombi, alikuwa amefungwa kwenye uwanda wa walinzi. Na kwa nini alifungwa? Sababu mojawapo ya kufungwa Yeremia ilikuwa ni unabii aliyousema wa neno la Bwana ambao lilikuja kwa kinywa cha Yeremia juu ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hilo likafanya afungwe, naye akafungwa. Na alipofungwa sasa, huko ndani mara ya pili Mungu akamsemesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Haleluya. Na wakati Mungu anamsemesha saa hii, kati ya kitu ambacho alimwambia Yeremia, aliambiwa mwite Bwana naye atakuitikia, kuonyesha naye atakuonyesha mambo magumu. Mwite, atakuitikia, naye atakuonyesha mambo magumu, mambo makubwa magumu usiyoyajua. Tafsiri yake, Mungu alikuwa anamuita Yeremia kukaa kwenye maombi. Mungu alikuwa anamuita Yeremia kukaa kwenye maombi. Kwa nini alikuwa anamuita kukaa kwenye maombi? Kuna sababu nyingi sana ambazo nisingependa nizieleze kwa sababu zitaficha kusema kile kingine, lakini mmoja wapo ya sababu naweza nikaeleza moja wapo ya sababu, Mungu alimwambia taifa hili lote linakwenda utumwani, alafu akamwambia Yeremia, nenda Hanasos ukanunue shamba, ukalime huko, ukaweke na mikataba. Neno hili Yeremia lilimchanganya sana. Kwa nini Nebukadneza anakuja na nchi inachukuliwa mateka yote, hakuna mtu atabaki kwenye nchi? Na kwa nini Mungu amsemeshe akanunue shamba? Yeremia alipata wakati mgumu sana juu ya hili neno. Sasa wakati linamsumbua moyoni mwake, ndipo Mungu akamjia Yeremia akamwambia, niite nami nitakuitikia. Kwa lugha nyingine anamwambia, hiki kitu uweze kukijua kwa kutafakari mwenyewe, uweze kukijua kwa kushirikisha watu wengine, uweze kukijua kwa kusema mtaani, bali utakijua ukishakaa kwenye maombi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamuita Yeremia akae kwenye maombi, kwa sababu kuna vitu alikuwa hajavijua bado. Vitu gani? Mungu alimwambia ni vitu vikubwa na vitu vigumu. Kwa kuna vitu vilikuwa vijafunuliwa bado, vifunuliwe ni mpaka Yeremia akae kwenye maombi. Sasa mimi nikuulize swali, kwa nini Mungu alimpa shida Yeremia namna hii mpaka akae kwenye maombi ndo amfunulie vitu, wakati huyo Mungu alikuwa anaona vitu vya kumfunulia Yeremia? Mpaka anamuita namwambia, njoo ukae kwenye maombi, ndipo nitakuonyesha vitu vikubwa na vitu vigumu. Bwana Yesu asifiwe sana, ambavyo wewe Yeremia hujavijua bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo inakuonyesha kwamba kama watu wasipokaa kwenye maombi, kuna vitu vitafichwa machoni pao. Yeremia kuna vitu vingefichwa machoni pake. Si tu vingefichwa, kuna vitu vilishafichwa machoni pake, kwa sababu Mungu alimwambia kuna vitu vigumu, alafu alimwambia kuna vitu vikubwa ambavyo huvijui. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kaa kwenye maombi, niite nami nitakuitikia. Maana yake anamkaribisha akae kwenye maombi, amuite Bwana kwa sababu ya wakati alionao, na muulize Mungu kwa nini anamwambia akanunue shamba Anasos wakati Yuda inaenda utumwani. Kwa nini alipie fedha, na kwa nini aingie mikataba ya eneo wakati anaenda utumwani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo Yeremia alikaa kwenye maombi akiwa amefungwa, akakaa kwenye maombi akaomba, na alipoomba mbele za Bwana ndio Mungu akaanza kumsemesha. Moja ya kitu Mungu alimsemesha Yeremia ambacho alikuwa akijui, alimwambia, wewe Yeremia mzee, hutoenda utumwani. Wengine wataenda lakini wewe hutoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo pale unaona kuna manabii wengi kadha wa kadha walichukuliwa. Mmoja wapo ni Ezekieli anaona unabii akiwa Babeli, lakini Yeremia ni mmoja kati ya wazee waliobaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndo akaelewa kwa nini Mungu alimwambia anunue shamba, aweke na mikataba. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kuna vitu watu wasipokaa kwenye maombi vitafichwa machoni pao, na sio kimoja, ni vitu vingi. Unasema nimejuaje? Muulize Yesu wakati anaingia Jerusalem. Biblia inasema wakati wametandika nguo chini na wanamwimbia Hosana mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Maandiko yanasema alipoikabili Jerusalem na kuiona, kabla hajaingia mjini, alianza kuililia Jerusalem. Tuko sawa? Na kwa nini alianza kuililia? Alisema kuna vitu vimefichwa machoni pako, adui zako watakujengea boma wakuzunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na cha ajabu ambacho Yesu kilimfanya alie, si kwa sababu adui zake wataizunguka Jerusalem, ni kwa sababu Jerusalem imefichwa machoni pao, adhabu inayokuja. Na kwa sababu hiyo akalia sana. Wakati huku anaimba Hosana abarikiwe kwa jina la Bwana, huku Yesu analia kitu ambacho kitaikuta Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akasema kilichomliza ni kwamba wakazi wa mji wamefichwa kinachokuja. Kwa nini walifichwa? Kwa sababu kulikuwa hakuna wana maombi waliosimama kwenye zamu kuomba kwa ajili ya mji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inamaanisha usipoomba kwa ajili yako, usipojifunza kuomba, kuna vitu vitafichwa machoni pako pasipo kujua. Kuna vitu unatakiwa ujue lakini vitafichwa. Yeremia aliambiwa, na nisikilize, huyu Yeremia alikuwa na uchaji mzuri sana, na alikuwa nabii wa Bwana, na kwa neno lake limeijia Israeli yote, limeijia Yuda yote, na kwa neno hilo amefungwa. Tuko sawa sawa?
anatumikia kifungo kwa ajili ya neno ambalo Mungu amemsemesha, lakini kuna vitu bado mwenyewe akafichwa machoni pake, na Mungu akamfuata gerezani. Mara ya pili neno la Bwana likamjia likamwambia, niite nami nitakuitikia. Manake Yeremia, kaa kwenye maombi. Kuna hali iko mbele yako haiko sawasawa, kwa hiyo kaa kwenye maombi. Yeremia akakaa kwenye maombi, ndipo alipoanza kujulishwa vitu ambavyo hakuvijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So ili kupata msaada wa kimungu inamaanisha lazima kuna maombi yametangulia. Lazima kuna maombi yametangulia. Kama hakuna maombi ya watu watakaoomba, hakuna msaada wa kimungu. Na usijaribu kuniuliza kwa nini. Hii ni sheria na utaratibu uliwekwa kwa sababu dunia ilimkataa Mungu. Dunia ilimkataa Mungu. Dunia ilikataa kuwa na Mungu tangu mwanzo. Tuko sawa sawa? Ndio maana ili watu wamhitaji Mungu aingilie kati, hali ya kimazingira, hali ya kiafya, aingilie kati hali ya kiuchumi, aingilie kati hali ya nchi iko sawa haiko sawa, hali ya kifamilia, hali ya kanisa, ni lazima wanaomba. Ni lazima wanaomba. Na wasipoomba, haijalishi Mungu ni wa kwao, haijalishi wameokoka, yako vitu vingi vitafichwa machoni pao, na kuna vitu vingi havitosogea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua kabisa kwamba neno ni msingi kwenye kanisa, lakini hilo neno linapikwa kwenye maombi. Tuko sawa sawa? Ili liwe na nguvu lazima watu waombe. Tuko sawa sawa? Maana yake linachemshwa, linapikwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na mimi nitakusemesha kwa mifano michache juu ya jambo hili. Kwa mifano michache juu ya jambo hili. Mfano wangu wa kwanza unasema hivi: maombi ndiyo yaliyomsaidia Yesu kuvuka na kushinda katika ziki yake na kujaribiwa kwa mwili wake. Maombi ndiyo aliyomsaidia Yesu kushinda na kuvuka katika ziki yake na kujaribiwa kwa mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kile kitabu cha Mathayo 26:37 mpaka 45. 37 mpaka 45. Biblia inasema, akamchukua Petro na wale wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja na mimi. Mstari wa 39. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Mstari wa 40. Akawajia wanafunzi, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho ilazi, lakini mwili ni dhaifu. Mstari wa 42. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, nisipokinywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yalikuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, laleni, pumzikeni. Tazama saa imekuja, tazama saa imekaribia, na mwana wa Adamu atatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Mstari wa 46. Ondokeni, twendeni zetu, tazama yule anisalitie amekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sikia, maombi ndiyo yaliyomsaidia Yesu. Maombi ndiyo yaliyomsaidia Yesu kuvuka katika ziki, na katika saa ya kujaribiwa mwili wake. Angalia, maombi haya yalikuwa Gethsemane, na alipofika Gethsemane, maandiko yanasema akachukua wanafunzi wake. Walipomaliza kula Pasaka, wakaenda Gethsemane akiwa na wanafunzi wake 11. Na alipofika hapo akawaacha, akaenda nao wawili, akaenda nao watatu. Na alipofika mahali ambako alitakiwa kuomba, maandiko yanasema akaanza kuhuzunika moyoni mwake. Na alipoanza kuhuzunika, akaanza kueleza kinachomfanya huzunike. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi sana kiasi cha kufa. Kaeni hapa, ombeni pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine anawaambia, kaeni hapa mniombee. Ndicho alichokuwa anawaambia. Kaeni hapa, nimewaita nyinyi, nimewatenga ili mniombee. Na kwa sababu halitaka wamuombee,
akawajulisha na udhaifu kinachomsumbua kwenye moyo wake, kinachomsumbua kwenye mwili wake. Kwa lugha nyingine anawaambia, mkitaka kuniombea mniombee hapa, maana nahisi kabisa ninakwama kwenye hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema akaenda mbele kidogo mtupo wa jiwe, maana yake akajitenga nao ili aombe. Akapiga magoti akaanza kuomba, na akaomba hapo zaidi ya risali moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipoomba zaidi ya risali moja, akaja kwa wanafunzi wake ambao aliwaambia mniombee. Tuko sawa sawa? Na alipokuja akawakuta wamelala, akamwamsha Petro, akamwambia mlishindwa kuomba kukesha pamoja na mimi. Kwa lugha nyingine anasema mmeshindwa kuniombea mimi angalau risali moja. Angalau risali moja. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliposema hivyo akawajulisha kitu kingine. Kwa nini anawajulisha? Ili wasilale, waendelee kuomba. Anawaambia roho iko lazi, lakini mwili wangu umegoma. Mwili wangu ni dhaifu. Mwili wangu umekataa. Kuna kitu mwili wangu unanikatalia. Kwa lugha nyingine anamsemesha Petro, anamwambia Petro na wale wanafunzi wawili wa Zebedayo, watoto wa Zebedayo, anawaambia mwili wangu umegoma, hautaki kusogea. Kuna kitu umenigomea kabisa, na kwa sababu hiyo nataka mniombee. Msijaribu kulala, kwa sababu kuvuka hapa kunatakiwa niombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Akaenda akaomba tena mara nyingine, mara ya pili akaomba, akamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, wala si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimie. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Akaomba maneno hayo hayo mara ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliporudi akawakuta wamelala. Aliporudi mara ya pili akawakuta wamelala. Macho yao yalikuwa mazito, akawaacha, akaenda akaomba maneno yale yale. Maneno yale yale. Kwa hiyo sasa, kama alisema mapenzi yako yatimie, maana yake alichokuwa na maanisha wakati anazungumza na wanafunzi wake, mwili wangu umenigomea kuyafanya mapenzi ya Mungu. Roho yangu iko lazi kuyafanya mapenzi ya Baba. Najua ninachotakiwa kufanya, lakini mwili umegoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Maandiko yanasema akaomba mara ya tatu, akaenda mara ya tatu, akaomba kweli kweli. Ukisoma kitabu cha Luka 22 unapata vizuri hiyo mistari. Akaomba hali yake ikiwa misiri ya damu. Maana yake akaomba kwa nguvu. Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea, akamtia nguvu. Akamtia nguvu za nini? Nguvu za maombi, ili aendelee kuomba, kwa sababu saa hiyo inahitaji kuvuka kwake, inahitaji akae kwenye maombi. Tuko sawa? Hatovuka kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Hatovuka kwa sababu ametia 99% tangu mwanzo. Atavuka kwa sababu zamu hiyo anatakiwa akae kwenye maombi, na aliowategemea wamuombee kwenye maombi wamelala. Listen, hata kama wakilala wanaokuombea, hakikisha unaomba mwenyewe. Maandiko yanasema Yesu akaomba na aliomba kwa mzigo. Na kwa nini alikuwa anaomba? Kwa sababu roho yake iko lazi. Alichokuwa naomba, shetani aliubana mwili wake. Shetani aliubana mwili wake usifanye mapenzi ya Mungu. Aliubana mwili wake. Na njia mojawapo ya kufanya mapenzi ya Mungu ni kukaa kwenye maombi, kuanza kuomba. Mwili uligoma kwenda msalabani. Roho inataka iende msalabani, mwili umegoma. Na akaanza kumuomba Mungu amtoe. Ikiwezekana hicho kikombe kimwepuke. Kwa lugha nyingine anasema niondolee msalaba mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini niondoe msalaba? Kwa sababu mwili wangu umegoma. Ndio maombi anaomba. Na alipoendelea kuomba na malaika walipomtia nguvu, alipoendelea kukaa kwenye maombi, cheki aliporudi mara ya tatu. Aliporudi mara ya tatu akawaamsha. Afu akawaambia laleni. Kwa sababu kama walikuwa wamelala asingewaambia laleni. Maana yake aliwaamsha. Alafu akawaambia laleni. Na kwa nini aliwaambia laleni? Akawaambia kilichokuwa kinanisumbua kwenye mwili wangu nimeshakishinda. Nimekishinda wapi? Kwenye maombi. Maombi niliyoomba yamenipa kushinda. Kwa hiyo sasa niko tayari kufa kwenye msalaba. Na anapozungumza hayo maneno, mwishoni anawaambia yule mwenye kunisaliti yuko karibu, anakuja. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo maombi ya Gethsemane ndiyo yaliyompa kushinda kwenye msalaba. Kama asingeomba, asingekaa kwenye msalaba, kwa sababu mwili wake uligoma. Kwa hiyo aliushinda mwili wake. Alimshinda adui aliyembana kwenye mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Na ndio maana huwezi kushinda kama huwezi kuomba. Huwezi kushinda mwili kama huwezi kuomba. Hakuna ambaye anaweza kushinda asipoomba. Maombi ndiyo yanayoinua ushindi ndani ya watu. Maombi ndiyo yaliyoinua ushindi ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Kwa hiyo Yesu asingeomba, asingekaa kwenye msalaba, kwa hiyo asingetekeleza hicho. Listen, si tu Yesu, maombi ndiyo aliyomsaidia Petro. Hilo ni jambo la pili. Maombi ndiyo aliyomsaidia Petro kufunguliwa katika kifungo cha gereza na kumuondoa mbali na mauti. Maombi ndiyo yaliyomsaidia Petro kufunguliwa kwenye gereza na kifungo cha mauti kilichokuwa kinakuja mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 1 mpaka wa 7. Cheki mstari wa 1. Unasema Herode alinyosha mkono akawatenda mabaya watu wa kanisa. Tuko sawa sawa? Akamshika Yakobo akamuua kwa upanga. Na alipomshika Yakobo, alipomuua kwa upanga, alipoona amewafurahisha Wayahudi kwa kumuua Yakobo, akamshika na Petro. Tuko sawa sawa? Akamshika na Petro akamfunga katika siku za maandalio ya Pasaka ya mikate isiyotiwa chachu. Na alipomfunga, maandiko yanasema alikuwa anasubiri Pasaka ipite ili amtoe, kwa lugha nyingine ili amuue. Tuko sawa sawa? Mstari wa 5 maandiko yanasema kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi. Kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi. Kwa nini kanisa lilimuomba Mungu kwa juhudi? Kwa sababu waliona it is serious. Hili jambo si la mchezo. Kwa nini? Wamempoteza Yakobo kwenye mazingira yale. Kwa sababu Yakobo halipokamatwa, Biblia ituambii kama kanisa liliomba. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Tusipoomba na Petro naye tutamkosa. Tumemkosa Yakobo, tutamkosa na Petro. Tuko sawa? Kanisa likaanza kuomba. Na kitu kimoja wapo lilikuwa linaomba, lilikuwa litafuti kujua Petro amekosea wapi, anakosa gani. Walikuwa hawana mpango wa kosa lake. Walichokuwa naomba ni Mungu umwachie, nenda huko gerezani umfungue Petro atoke. Tunataka Petro wamwachie. Maandiko yanasema kanisa likaomba. Na nisikilize mimi, hawakuomba siku moja, waliomba siku zaidi ya moja. Ningepata nafasi kukufundisha tu waliomba siku ngapi, ungesikia shida. Na maandiko yanasema waliomba usiku na mchana. Kwa kanisa alikulala usiku kwa mchana. Ndio maana unaona wametumia neno juhudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na wakiwa katika hali ya kuomba kwa mzigo, katika hali ya kuomba kwa juhudi, maandiko yanasema malaika wa Bwana akatumwa, akatokea kule ndani na akampiga Petro kwenye ubavu. Listen, huyo Petro alikuwa analindwa na vikosi 4 vya askari. Vikosi vinne vya askari wanne. Maana yake Petro mmoja alikuwa analindwa na askari 32. Tuko sawa sawa? 32 wanamlinda Petro mmoja. Maandiko yanasema mpaka ndani alipofungwa kulikuwa na askari, kwa sababu Petro alilala kwenye miguu ya askari akiwa uchi. Kwa kuna askari walikuwa ndani gerezani walifungwa, afu kuna askari walikuwa nje ya gereza nao. Tuko sawa sawa? Malaika wa Bwana akatokea kule ndani kwa sababu ya maombi waliokuwa naomba. Na ili kujua maombi ndio alimsukuma ili amfungulie Petro. Alipokuja alimpa ishara. Ishara ipi? Alimpiga kwenye ubavu. Ubavu maana yake ni kanisa. Unasema nimejuaje? Kwa sababu kanisa lilizaliwa kwenye ubavu wa Kristo. Alipochomwa mkuki ndo kanisa likazaliwa, yakatoka maji na damu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo ile kwamba alimgusa kwenye ubavu, maana yake alikuwa anamwambia Petro, kanisa linaomba kwa ajili yako. Kanisa linaomba kwa ajili yako. Kanisa linaomba kwa ajili yako. Kwa lugha nyingine, malaika alikuwa ndani ya gereza kwa sababu kanisa lilikuwa linaomba. Kama kanisa lisingekuwa linaomba, malaika asingekuwepo. Petro asingepata msaada, kwa sababu Yakobo naye hakupata msaada kwa sababu kanisa alikuomba. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile kwamba ni mtoto wa Mungu, ile kwamba ni nini, usipojifunza kujiombea, kuna vitu havitosogea. Kuna vitu Mungu hata ingia kazini. Maombi ndio yanamfanya Mungu aingie kazini. Ukisoma katika kitabu cha Daniel, maana yake unaona ni order. Maombi ya kanisa ikafanya Mungu atume order, atoe order kule ndani, atoe order kule mbinguni, ya kwenda moja kwa moja mpaka gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na akatoka na Petro kule ndani. Maandiko yanasema akapita katika lindo la kwanza, akapita katika lindo la pili. Na usiku upi? Kasome Biblia yako. Inasema katika usiku ule wa Pasaka, usiku ule ambao kesho yake ndio Herode anakusudia amtoe Petro mbele ya watu. Usiku huo ndio malaika akamtokea kule ndani. Na usiku huo pia kanisa likawa linaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipoondoka naye lindo la kwanza, lindo la pili, akafika mpaka mlango wa chuma wa kuingilia mjini.
malaika yuko na Petro. Nisikilize, Mungu akamuongoza Petro mpaka katika nyumba ya mama wa Yohana, maana yake kule ambako kanisa limekusanyika kuomba. Kwa nini alimpeleka hapo? Ili waombaji wajue kwamba maombi yao yamefanyaje, yamejibiwa. Petro yuko mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hata alipofunguliwa Petro kwenda ndani, maandiko yasema walikuwa wanaomba bado. Petro akawapungia mlango, akawapungia mkono, akamwambia, ni mimi mlikuwa mnaomba kwa ajili yangu, nimeshafika. Mnaomba kwa ajili ya nini tena? Maana yake mmeshajibiwa. Kwa hiyo Petro asingeombewa, angekufa. Tuko sawa? Angekufa. Kwa sababu Yakobo, mwanafunzi wa Bwana, ndugu wa Yohana, alikufa kwenye mazingira hayo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama watu hawataweza kujiombea, wasahau kuona msaada wa Mungu. Labda watu wengine wawaombee, kwa sababu Petro alikuwa na nguvu za maombi, za kujiombea alikuwa hana, lakini kanisa likaomba kwa ajili ya Petro. Na kwa sababu hiyo msaada wa Mungu ulikuja, si kwa ajili ya Petro, kwa ajili ya wanaoomba. Kanisa lilikuwa linataka Petro aache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Listen, maombi hayo hayo ndiyo yanayomsaidia Paulo akiwa Makedonia, anapomkemea yule pepo wa uaguzi, wakamkamata akiwa na Sila. Maandiko yanasema wakambuluta, wakampeleka kwa wanasheria, wakampiga na viboko, alafu wakamfunga usiku huo. Cheki kilichotokea usiku huo. Biblia inasema usiku wa manane, Paulo na Sila wakawa wanaomba alafu wanaimba, wanaomba alafu wanaimba nyimbo za kumsifu Mungu. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Biblia inasema usiku ule gereza likafunguliwa, tetemeko likatokea kule ndani. Ukiona Mungu anakutembelea, Mungu alilitembelea gereza kwa sababu Paulo alikuwa anaomba. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Kwa sababu Sila alikuwa anaomba. Maombi yalimuamsha Mungu kulitembelea gereza. Ndio maana ukiacha kujiombea, sahau kuona msaada wa Mungu, kuona Mungu akikutembelea nyumbani kwako, kuona Mungu akikutembelea kwenye ofisi yako, kuona Mungu akikutembelea kazini kwako, kuona Mungu akikutembelea, kuona Mungu akitembelea nchi. Ukiacha kuomba, maana yake sahau kuona msaada wa Bwana. Labda Mungu akusaidia kukuinulia watu waombaji wengine kama alivyomuinulia Petro. Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitaka Mungu aliangalie taifa, ukitaka Mungu aliangalie taifa, maana yake lazima kuwe kuna waombaji wanaoomba kwa ajili ya taifa, kwa sababu maombi ndio atakayomfanya Mungu atazame, na maombi ndio atakayomfanya Mungu aamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwa sababu kuna wacha Mungu sana kwenye hilo taifa, na kwa sababu hiyo akiacha kuomba aje tu Mungu atakuja mjini, kwa sababu hili taifa wacha Mungu ni wengi. No. Kasome Biblia yako. Kasome Biblia yako. Mungu atalitembelea taifa kwa sababu taifa hilo wanaomba. Hawajalala kwa sababu ya hilo taifa. Na kama hawajalala kwa sababu ya hilo taifa, ni rahisi sana Mungu kuingia mjini. Ni rahisi sana Mungu kulitembelea hilo taifa, na Mungu kuliokoa hilo taifa, na Mungu kulisaidia hilo taifa, kwa sababu hilo taifa wako watu wanaoomba kwa ajili ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 7 na wa 8, ukisoma hapo utaona inasema namna ambavyo Mungu aliwatembelea wana wa Israeli kule Misri. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Hasa mstari wa 7 unamwona Mungu akiwatembelea wana wa Israeli Misri, akiwatembelea wana wa Israeli Misri. Na wakati anawatembelea wana wa Israeli, walikuwa idadi yao watu wasiopungua milioni 2, watu wasiopungua milioni 2. Na kwa wasomaji wanajua kwa nini aliwatembelea. Ziko sababu nyingi. Mungu alimwambia Ibrahim, miaka 400 nitaenda kulichukua hilo taifa huko. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu analitembelea taifa, ilikuwa tu miaka 400, ilikuwa ni miaka 430. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Ni miaka 430. Why? Kwa nini miaka 430? Katazame sababu ya Mungu kuwaendea. Hakuwaendea tu kwa sababu ya agano, aliwaendea kwa sababu waliomba. Kwa sababu wakati amemtokea Musa, Mungu alimwambia, nimekisikia kilio cha wana wa Israeli na taabu yao. Tuko sawa sawa? Kwa sababu ya wasaidizi wao, kwa sababu ya mateso yao wanayoyapitia. Kwa hiyo maana yake ndani ya kilio kulikuwa kuna maombi, ambayo hayo maombi walikuwa wanamlilia Bwana.
juu ya uchungu na juu ya utumwa mgumu waliokuwa wanapitia. Tuko sawa sawa? Maombi yalimfanya Mungu asitulie, maombi yalimfanya Mungu asinyamaze, na kwa sababu hiyo akamwambia Musa, nimekutokea wewe, nimekuja Misri ni kwa sababu nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Na kilio hicho maandiko yanasema kikamkumbusha agano lake. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa hiyo alilifuata taifa ndani ya taifa. Maandiko yanasema alilifuata taifa ndani ya taifa. Hili ni taifa lililokuwa ndani ya taifa, lakini ni taifa lililokuwa linapita mahali pagumu. Tuko sawa sawa? Na kwa sababu lilikuwa linapita mahali pagumu, Mungu hakulifuata kwa sababu ni watu wake, eti kwa sababu kuna maagano. No. Mungu hatakufuata kwa sababu una agano katika Kristo Yesu. Kwa sababu wewe ni wa agano jipya, atakufuata kwa sababu ya agano. Atakufuata kwa sababu wewe hujanyamaza kwa ajili yako mwenyewe. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watoto wa agano. Maandiko yanasema Mungu alimwambia Musa, kilichonifanya niwe hapa, nimesikia kilio cha watu wangu, nimesikia maombi ya watu wangu, nimesikia maombolezo kwa sababu ya taabu yao, na kwa sababu ya maombi hayo imenifanya nikumbuke agano langu kwa ajili yao. Kwa sababu hiyo nitakutumia wewe kuondoa katika mateso hayo. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niamini mimi, kama asingeinuka Farao asiyemjua Yusufu, atakiwa sukuma kuomba. Kwa sababu kuomba, watu wengi hawaombi kwa hiari, wanaomba mpaka wakiwa kwenye shida, wanaomba mpaka wakiwa wameshindwa, wanaomba mpaka wakiwa wanapita mahali si pepesi, wanaomba mpaka wakisikia kuna vita inakuja, wanaomba mpaka wakisikia kuna njaa inakuja, wanaomba mpaka wakiona tauni inakuja. Nisikilize, na kwa sababu hiyo, ili waombe na Mungu atumie maombi kuwatembelea, maandiko yanasema akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Tuko sawa sawa? Na kwa sababu hiyo taifa likapita mahali ambako hapakuwa pepesi, na kwa sababu palikuwa mahali pagumu, paliwafanya wakae kwenye maombi. Na Mungu alipoona taifa limeamka, kila mmoja kwenye nyumba yake analia, kila mmoja analia, huyu analia, hakuna kumbembeleza mwingine, ndipo Mungu akawatembelea kwa sababu ya ziki yao, kwa sababu ya maombi walioomba. Na maandiko yanasema akalikumbuka agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu atembelee taifa, lazima wao waomba. Hawa waombaji ni watu muhimu. Intercessor ni watu muhimu sana, ni watu muhimu sana. Waombaji ni watu muhimu sana, kwa sababu ndio wanaomuingiza Mungu kazini. Maombi yanamuingiza Mungu kazini. Maombi yanamfanya Mungu aliyekaa kimya asikae kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tu hali ya kusema Mungu anaona napita mahali pagumu, kwa hiyo atanisaidia akitaka. Achana na hayo maneno. Kaa kwenye maombi, humlilie Bwana. Hiyo ni kanuni. Hiyo ni kanuni. Lazima watu waombe ndio Mungu awatokezee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maombi si tu hapo, yaliwavusha wana wa Israeli katika siku za Joshua katika mto Yordan. Yaliwavusha hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu katika kitabu cha Joshua 3:17 unaona Mungu anamwambia Joshua, anamwambia ili mvuke kwenye huo mto Yordani ambao maji yake yamefurika, tanguliza makuhani wakiwa na sanduku la agano, watie miguu kwenye hayo maji. Tuko sawa sawa? Makuhani ni watu gani? Makuhani ni wana maombi, ni watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya kuhani mojawapo ni maombi. Ana kazi nyingi, lakini mojawapo ni maombi. Kwa hiyo Mungu akamwambia Joshua, hao makuhani waingie katika huo mto, waweke miguu yao, na wakiweka miguu yao, hayo maji yataganda mfano wa chungu. Maji ya chini yataenda na maji ya juu yataganda, wala hayatokuja, wakiwa na sanduku la agano. Na sikia walichoambiwa. Waliambiwa na hao makuhani wakae hapo kwenye huo mto, wakae hapo mpaka taifa lote livuke. Unajua walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu wasiopungua 2,000,000. Maana yake wavuke wote. Makuhani wanakaa hapo wanaomba wakiwa na sanduku la agano, wamesimama kwenye maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ndio yalivusha taifa, ndio alivusha mto Yordani. Listen, maombi ndio anavusha taifa. Kwa lugha nyingine, waombaji wakisimama kwenye zamu yao, kanisa likisimama kwenye zamu yao likiomba, hilo ndilo litakaloamua kipi kinakuwa kipi.
Kanisa ndilo litakaloamua mbivu ipi na mbichi ipi. Kanisa ndilo lililopewa kuamua kama watasimama kwenye maombi mbele za Mungu aliye hai, kwa sababu Mungu hatolisaidia tu kwa sababu ni kanisa, hatoisaidia tu nchi kwa sababu ndani yake ina kanisa. Atasaidia kwa sababu kanisa alijanyamaza kwa ajili ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Maana katika kitabu cha Isaya 62 maandiko yanasemaje? Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Huyo ni Mungu anasema. Hawatanyamaza usiku na mchana. Hao walinzi manake ni wana maombi. Wana maombi wanaosimama kwenye zamu zao wanaitwa walinzi. Kwa nini? Wanapewa cha kusimamia, wanaitwa walinzi ili wapate kukilinda. Kwa hiyo wakipewa kulinda nchi kwenye maombi wanaitwa walinzi juu ya nchi, ili hiyo nchi yasiingie mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Na Bwana akawaambia hao walinzi, akawaambiaje? Akawaambia, ninyi wenye kumkumbusha Bwana, maana yake wana maombi, msiwe na kimya wala msimwache Bwana hakae kimya mpaka atakapoijenga Yerusalemu kuta zake. Lile neno mpaka maana yake muda. Ombeni mpaka muone mnachokiombea kimetokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo si issue ya kuomba tu Mungu amesikia huko juu, yeye huaga anasikia tukiomba. Ni issue ya kuomba mpaka unachokiombea kinatokea. Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Waliokuwa wanamwombea Petro walimuombea mpaka sawa wamemuona. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa mpaka kuta zijengwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kama taifa lisipoomba, kama walioitwa kusimama kwenye maombi wasipoomba, maana yake wataingia kwenye mabaya. Na kwenye Agano Jipya, nisikilize, ona nitazama. Kwenye Agano Jipya si issue ya mchungaji fulani ndio aombe. Kwenye Agano Jipya watu wote wamefanywa kuwa makuhani. Kwa hiyo maana yake inamaanisha kwenye Agano Jipya kila aliyokoka ameitwa kuwa mwana maombi. Cha kwanza alichopewa ni kuwa mwana maombi. Tuko sawa sawa? Kwa sababu wote wamefanywa kuwa makuhani. Maana yake wote wameitwa kuwa waombaji. Kila Mkristo Mungu anamtaka hawe muombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na wasipoomba mambo mabaya yanatokea, na wakiomba wanayapangua. Maana yake wana uwezo wa kubadilisha, wana uwezo wa kuibadilisha ndio ikawa sio, na sio ikawa ndio. Kwa nini? Kwa sababu hawa waombaji ndio wasemaji wa Mungu. Kuna watu Mungu kwenye taifa anawategea sikio. Tuko sawa sawa? Kuna watu Mungu ni sikio lake, anawategea sikio, na hao watu ni muhimu sana. Kwa maana yake watakachoomba uwe na uhakika, uwe na uhakika, uwe na uhakika kitatokea, uwe na uhakika kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho kwenye hili, unajua kwa nini Mungu aliangamiza Sodoma na Gomora? Unajua kwa nini Mungu aliangamiza Sodoma na Gomora? Miji mikubwa miwili. Kwa nini aliangamiza? Nikikuuliza namna hiyo, swali lako la kwanza, jibu lako la kwanza unaweza kusema dhambi, lakini si kweli. Si kwamba dhambi ilikuwa nyingi sana Sodoma na Gomora ndio iliyofanya Mungu aangamize Sodoma na Gomora. Si kweli. Kasome Biblia yako. Kwa nini? Kwa sababu wakati Mungu anaingia Sodoma na Gomora akiwa na malaika wawili, akiwa Bwana mwenyewe na malaika wawili, maandiko yanaonyesha alipitia kwa Ibrahim akakaribishwa chakula. Tuko sawa sawa? Na akala hapo. Na alipomaliza kula, maandiko yanasema malaika wawili wakashuka Sodoma na Gomora ili wapate kuona. Na maandiko yanasema Bwana pamoja na Ibrahim walikuwa pamoja wanatembea. Tuko sawa? Na Mungu akajisemesha moyoni, nawezaje kumficha huyu mtu hiki kitu ambacho nakwenda kuwatenda hawa jamaa? Maana huyu ndiye atakaowafundisha watoto wake kuniabudu, watoto wake kunitii. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo Ibrahim hajui kama Bwana mwenyewe yuko hapa, Bwana mwenyewe yuko naye hapa. Na walipoendelea kwenda, maandiko yanasema Bwana akaanza kumjulisha Ibrahim anachokwenda kukifanya Sodoma na Gomora. Tuko sawa? Akasema huo mji una dhambi nyingi sana, huo mji una mabaya mengi sana. Okay. Na alipokuwa naenda akimjulisha, moja kati ya kitu ambacho Ibrahim alisema, akaanza kuombea huo mji. Tafsiri yake, Ibrahim alikuwa mtu wa kwanza kupata nafasi kubadilisha hasira ya Mungu, kubadilisha mawazo ya Mungu juu ya Sodoma na Gomora. Tuko sawa sawa? Kwa sababu wana maombi wana uwezo wa kugeuza hasira ya Bwana. Hasira ya Bwana. Uko wapi mwanamke Hana wa kizazi hiki cha leo, wa kizazi cha leo, anayeweza kuomboleza hata mama mapya yakazaliwa, anayeweza kuomboleza hata watu wakafunguliwa na kuokoka, anayeweza kuomboleza
hadi mambo ya Mungu yakasonga mbele.